Na mwanaspoti popote ulipo, jambo na karibu katika kipindi hiki cha Sport Zone. Ikiwa kipindi hiki basi tunakianza rasmi siku hii ya leo. Siko peke yangu, nafahamika kama John Brighton, ila mwenzangu pia nitampa nafasi aweze kujitambulisha kidogo. Mimi naitwa Joseph Mtuku, mimi ni mchezaji wa kandanda pale maeneo ya Kibera. Timu yako inaitwa aje? Kibera Angels Sports Academy. Na popote ulipo basi leo hii tunataka tuangazie zaidi masuala ya ligi kuu humu nchini ambayo inafahamika kama SportPesa Premier League. Lakini kabla ya hapo tunataka tuangalie masuala ya WAFCON. Timu yetu ya Harambee Starlets basi iliweza kucheza mechi ya kirafiki hapo jana. Sio jana ila siku ya Jumatatu. Na ikaweza kuchabangwa mabao mawili kwa sufuri. Je, una maoni gani kuhusu hiyo mechi? Kwa sababu tunaona ni kana kwamba timu hiyo iliweza kujitayarisha vizuri. Lakini kama kawaida tunasemanga kwanza kwamba mpira udunda. Na walipoenda kule Benin mpira ukawadundia. Una maoni yapi kusema kuhusiana na hiyo mechi? Maoni yangu kuhusiana na hiyo mechi ni kwamba Starlets walijikakamua sana. Kwa sababu wamejipatia ile exposure. Ndio mara yao ya kwanza. Wamecheza na niseme aje? More experienced players as compared to wa kwanza. Tuliona watu walilalamika sana wakati ambapo coach Belly Odemba alichukua wachezaji kutoka katika timu ya Starlets ambayo wako chini ya umri wa miaka 20. Watu walilalamika sana wakisema kwamba huwezi chukua mtu kama Lorini Lavonga kwenda kucheza na wale ambao wako na experience jinsi ambavyo umesema. Kuna yepi ya kusema kuhusu hayo? Kuhusu hayo ni jambo nzuri sana kwa sababu pia inafaa pia tuwakuze wale walio chini na wadogo wao kwa sababu hizi ni friendly sio game na friendly zinakuangaza kuwapea ile exposure, the motivation, the courage na kujibidiisha sasa inawa prepare ikifika pale the games of WAFCON watakuwa na experience kidogo. Lakini hapo kwa WAFCON bado kuna tatizo kidogo kwa sababu hatujui kama Morocco bado imekubali kuwa host mpaka kwa sasa hivi. Ila tunangojea tu matangazo rasmi kutoka kwa CAF watu waweze kutujulisha ni yapi yatakuwa yanaendelea. Basi tutoke huko turudi nyumbani. Ndio. Wiki iliyopita tumeshuhudia mechi kadhaa, matukio duni, matukio mazuri, kuna yale ambayo yamefurahisha. Mengine mashabiki hawajafurahia. Ukiona hapo awali kwamba timu ya FC Leopards iliweza kumchabanga Mwana Shabana, vijana wa Pito Kidi, mabao 5-1. Mambo yalikuwa mazuri pale Nyayo Stadium. Sana kulingana na mafans wa FC walifurahi sana. Lakini sasa pale Shabana hawakufurahi. Kwa sababu pia zile vurumai zilizotokea pale inasemekana kwamba ziliwatoa timing. Niliona kocha akilalamika sana. Akisema tension iliingia tu vile fans wa AFC walianza mchezo. Wakarushiwa pale vito za machozi, game ikachange, vijana wa Shabana wakakuwa chini. Lakini kwa muonekano wa mashabiki wanasema kwamba hiyo haiwezi ikaathiri game. Labda tu ni game ilidunda wakapigwa. Sasa kwa hilo ndio mafans wafai haiwezi ikaribu game kwa sababu pia mafans huongea. Si unajua mafans huongea vita pale hapa na pale zinatokea. Lakini sasa chenye kitu ambacho najua kiliwatoa timing ni zile tear gas. Lakini sasa je, ilikuwa ni jambo nzuri kwa maafisa wa usalama kutumia vito za machozi kuwatawanya mashabiki? Hapana. Mashabiki wacha wafanye kazi yao. Wacha washangilie. Wacha mashabiki washangilie. Ndio. Lakini kuna the smoke ile yenye inatumika. Wanalalamika kwamba FC Leopards fans walitumia hiyo basi ikaenda mpaka kwa mashabiki wa Shabana. Basi ndilileta vurumai pale. Sijui kama ilikuwa tu kuna mtu anasema ni jambo nzuri kwa sababu the smoke huwezi ukaizuia kuenda hiyo side nyingine. Lakini sidhani ni kama hiyo ndilileta vurumai. Sidhani. Sidhani kama ni hiyo. Una maoni gani? Una maoni gani
kwa ujumla tu kuhusu that game, cause unajua sahi kuna 6 point gap between Gor Mahia na FC Leopards, na Ambani bado anasisitiza kwamba they're in the title race. Sasa maoni yangu kuhusu hiyo game ni kwamba haikuwa fair. Hiyo game haikuwa fair. Kivipi aswa? Unapotupiwa kitoza machozi hautafikiria tena. Hapo hautapata nafasi ya kufikiria. Wewe kama mchezaji itakuwa imekutoa timing. Lakini unajua hiyo pia inanipa taswira ya game ya nini, Gor Mahia na Nairobi United. Walianza tu vivyo hivyo tu, vurugu vikatokea, na mpaka sasa hivi uamuzi hujaweza kufanywa mpaka sasa hivi. Hatujui kama hiyo game itarudiliwa ama itakuwa vipi. Bado hatujajua. Niliona pale pia Fred Ambani. Ni Fred Ambani ama ni nani? Najua the Ambani brothers at some point wananiconfuse sana. Na wacha tu niseme Ambani alichukua hatua akazungumza pale na maafisa wa usalama, akawaambia mfai kufanya hivyo. Mfai, ambayo pia ni hatua nzuri. Kabla ya hapo game ya Murangasili iliisha sare ya sio sare bali kwa ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Posta Rangers. Walicheza pale SportPesa Arena. Niliona kijana Joe Waithira akijituma pale. Waithira sasa amefungua difference ya, let me say 6 goals gap. Ako na 15 na huyu mwingine ako na 9. 9. Ako na 9. So ni 6 gap ya Golden Boot race. Hiyo game ilikuwa fiti, nimeona mashabiki wamefurahia, lakini wewe pia kama mchezaji kuna kile ambayo unaweza ukakitoa pale. Ulitazama mechi dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 mpaka dakika ya nyongeza, vijana wamecheza pale, lakini baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa mwana Posta Rangers akakuwa chini na goli 1. Unaweza ukasema ipi? Hiyo game ilikuwa poa. Ule kijana Waithera amejituma sana. Hii ni match day 23 na bao 15. Hiyo ni achievement kubwa sana. Sio mbaya kwake. Ndio. Na ukumbuke ni first time yake kucheza Premier League sasa. Tuvuke kidogo twende Kakamega Homeboyz. Walicheza nyumbani dhidi ya APS Bomet na wakapata ushindi wa magoli 2-1. Inatambulika kwamba hii inakuwa ni ushindi wa pili tangu kifo chake Abungama ama Abunama. Simkumbuki jina vizuri huo kijana wao ambaye alifariki hapo awali. Kutokea hapo basi wamekuwa na mfululizo wa matokeo mazuri. Timu hii inazidi kujikakamua. Unaweza ukasema hivi kulingana na matokeo ambayo wamekuwa nayo kwa mechi 3 ambazo zimepita. Ni muonekano mzuri kwa Kakamega Homeboyz. Kwa hasa pale wakicheza pale nyumbani kwao. Ukikuja kwetu na kuchapa. Na uchapio huko kwenyu, lakini kwetu sikubali. Itakuwa ngumu sana. Walionyesha umahiri. Na niliona wanajaribu kumiliki mipira kuonyesha vijana wa APS Bomet kwamba tuko kwetu. Niliona mafans wa Bomet tangu wa mchape mwana Gor Mahia mabao 4-1. Basi wamejawa na kiburi sana. Anasema from now henceforth itakuwa ni kichapo. Hata juzi vile Gor Mahia iliwachabanga magoli 2-1 huko kwao Kericho Green Stadium. Walisema tu ni hali tu ya anga ijaribu mambo. Lakini mashabiki ni mashabiki tu. Ndio lazima waongee. Sasa game ya Bidco United na Ulinzi Stars. Ulinzi Stars imekuwa na msururu wa matokeo duni tangu msimu huu uanze. Nakumbuka tukienda kutazama pale mechi ya Ulinzi Stars na Kenya Police, iliweza kutoka sare ya goli 1-1. Ambapo pia huko ni mchezo mzuri sana, ila iwapo walikuwa nyumbani na wakapigwa tena kwa game ambayo imefuata. Kuna the future unaona je ya Ulinzi Stars? Ulinzi kwa sasa wako vibaya. Hawako vizuri vile. Na wakiendelea hivi sioni kama taibeba hivi. Kubeba ligi hawezi ibeba. Kubeba ligi na sasa hivi wako wapi? Wako chini sana. Wako bottom 10. Kwa sababu hapa top 10 ni kina Nairobi United relegation wakiendelea hivi. Wanashuka.
Wanabeba ya relegation. Waende wacheze na kina Waterworks huko. Wacheze na Waterworks. Wadogo wao waende washindane kule. Lakini sasa baada ya tu kuzungumzia haya. Ni yepi basi kamati ya kiufundi katika timu hiyo inafaa kufanya ili kuweza kuinua Ulinzi Stars? Kwa sababu unajua kwa sasa hii sio ile Ulinzi Stars yenye tunaijua. Kwa umesema kwa technical team. The technical team. Wanafaa pia wainvest kwa wachezaji wengine wapya. Tusikuwe tumezoea wale kina Mushiri peke yao. Tumewaona kila siku. Au tumewaona hadi watu wameshawazoea. Unaona sasa hizi hata hawaperform. Kwa sababu pia wanajuana sana. Unajua sasa hata tukienda game next tunajua tu squad ni ile tu. Ni hiyo unaijua tu. Hadi the opponents wakikuja wanajua tu hii ndio squad ya Ulinzi. Wanajua watamkaba huyu, wamwache huyu. Bidco Mara Sugar baada ya kumtimua kocha wao. Kuna kocha msaidizi ambayo yuko pale na aliweza kuisaidia timu hiyo kupata ushindi ya magoli 3-1 dhidi ya Sofapaka. Ugani was it Awendo Green Stadium on Monday tarehe 2. Wamekuwa na I think ni second game. Is it second game or first game after coach kushuka? I think ni second game. And mimi nilitazama hiyo mechi. It was a very good match. Walicheza vizuri. Though players wa Sofapaka walilalamika sana. Wanasema ground nini. Lakini at long last game kama ime kitu ama kumeenda aje. Ila nakushukuru kwa kuandamana nami toka mwanzo mpaka nimeweza kufika tamati. Kipindi kikiwa ni cha kwanza kabisa. Basi kipindi kingine wakati ambapo tutakifanya tutakuashiria kwamba tunakifanya. Na nashukuru sana. Langu jina ni John Brighton. Tupatane tena wakati mwingine inshallah.